lingine linapokuja kwenye swala la festival, nadhani niliongelea hapa lile yanapotokea matatizo kama hayo, na nilimjibu Mina hapa kwa linapotokea. Ndio maana uliona statement ya Diamond ilichukua muda kujibiwa. Kwanza unaangalia ile impact ya watu. Kwa hiyo tulivyoona ile impact ya watu iko side yetu zaidi kuliko kwa against na sisi, tukajua sisi tuijibu vipi. Lakini baada ya ile kurudi hotelini, Kim na Zuchu walikuwa wanasema nyinyi nendeni tu, kwa sababu hawa ni waungwana watu wawili hao. Umeelewa vizuri? Mimi uungwana huo sina, utanisamehe, kwa sababu huwezi kunipelekea msanii wangu akaperform saa 11 alfajiri. Sio, umeelewa vizuri? Kwa sababu pale zikianza hakuna mtu utaanza kumwelekeza hii ilikuwa saa 11 alfajiri. Watu wanaanza kuondoka. Watu wengine wangerekodi video kama wewe Armando, ungekuja na uchambuzi wako wala hujui chochote kilichotokea. Umeelewa vizuri? Ungeweza kusema Diamond hapa perform Nairobi, watu wanaanza kuondoka uwanjani. Usingetaka kutafuta chochote. Wewe umeona clip tu. Na ndio uchambuzi wako unaofanyaga. Umeelewa vizuri? Mara nyingi unafanya hivyo na unajua na ugomvi na wewe. Kwa hiyo katika situation mara nyingi hata kama unataka kufanya uchambuzi, kwanza jua source. Hata linapotokea mimi na podcast yangu inakuja soon, nitadili na watu kama nyie. Unaelewa vizuri? Kwa sababu hamtaki kujua source ya kitu, nyie mnahukumu kupitia clip uliyoiona. Unaelewa vizuri? Kwa sababu una access ya kumfikia. Umemwona pale katika ile kitu kimetokea, lakini nimemwona fulani. Kuna wengine waliandika kwa Diamond, manager wa Diamond, kwa sababu alikuwa anapigana na Willy Paul ili kumpandisha Diamond. Mimi si lazimishi kumpandisha Diamond. Umeelewa vizuri? Lakini nilikuwa napigana pale na yule Willy Paul kwa sababu amezuia ngazi. Ilikuwa muda wa Zuchu kufika kuperform. Kwa hiyo bwana muungwana wangu hapa Kim alikuwa ni ile bwana achi wata, lakini mimi nilikuwa nishajua Wakenya wanachokifanya ni nini. Wakenya time yao ilikuwa ni 10 minutes kwa ni wana open tu kwa ajili ya wasanii wetu. Umeelewa vizuri? Lakini wakiwa wakipanda kwenye stage hawataki kutoka. Wanataka wa perform dakika 45 ili watucheleweshe huku muda sisi tusiweze kuperform. Ndicho kilichokuwa hapo. Lakini mimi muda wa msanii Zuchu ulipofika na time yake ilipofika, mimi nikamwambia atapanda. Ulipole na nikamwambia bwana wewe dili na huko, nikamwambia Zuchu achana na huyu mwenda azimu. Tupite kwa huku tuende tukapande kwa huku. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi at the end of the day nikisimamia misingi yangu naenda nayo kama ilivyo. Na Zuchu alipopanda nikapanda pale juu ya stage, kwa hakuna mtu yoyote atayopanda. Awe msanii wa Kenya wa nchi gani wala wapi. Kama vovote tunaweza turushana naye. Chochote kitachotokea kitafanyika mpaka Zuchu amalize kuperform. Zuchu kamaliza kuperform, tumeshuka ondoka zetu. Lakini kwa sababu tulielewa time ya Diamond ilipofika, siwezi kumlazimisha Diamond kupanda kwa sababu the main show, the main artist wa ile event alikuwa ni Diamond. Kwa hiyo wewe kama huwezi ku maintain time yako, mimi siwezi ku maintain time yangu, na mimi pia naondoka zangu. Ndicho kilichotokea. Kwa hiyo kilipotokea ni most kuangalia ile reaction iliyotokea wale jamaa walivyorudi pale. Nikamwambia ngoja turudi, tutaangalia na nini. Lakini kwa nini nilikuwa naongea nao sasa ustaarabu kule? Ili sisi tuondoke salama pale Kenya. Lakini ikafika sehemu tulipofika airport walikuwa washaomba kibali sisi tuzuiliwe airport tusiondoke, watu kamati. Tuko angani, tunapigiwa simu, naambiwa captain anasema ndege irudi. Nikamwambia captain ukirudisha ndege, hii ndege hairudi. Kwanza haitui. Sio, umeelewa vizuri? Kwa sababu tukifika pale wangetaka kutuzalilisha, wangetaka kufanya vitu vingi, wangetaka kufanya. Lakini captain akasema bwana ndege inaenda kwenye service na nini, hatuwezi kurudi. Kwa hiyo tukarudi zetu Tanzania. Na wale watu wakatoka baadaye, tukaja tukaona nao, nikaongea nao, nikamwambia anyway nyie siku nyingine mkiwa na show njoo tu negotiate tutafanya vipi, na wamekuwa washikaji zangu. Lingine linapokuja kwenye swala la festival, nadhani niliongelea hapa
lile yanapotokea matatizo kama hayo, na nilimjibu Mina hapa kwa linapotokea, ndio maana uliona statement ya Diamond ilichukua muda kujibiwa. Kwanza unaangalia ile impact ya watu. Kwa hiyo tulivyoona ile impact ya watu iko side yetu zaidi kuliko kwa against na sisi, tukajua sisi tuijibu vipi. Lakini baada ya ile kurudi hotelini, Kim na Zuchu walikuwa wanasema nyinyi nendeni tu, kwa sababu hawa ni waungwana watu wawili hao. Umeelewa vizuri? Mimi uungwana huo sina, utanisamehe, kwa sababu huwezi kunipelekea msanii wangu akaperform saa 11 alfajiri. Sio, umeelewa vizuri? Kwa sababu pale zikianza hakuna mtu utaanza kumwelekeza hii ilikuwa saa 11 alfajiri. Watu wanaanza kuondoka. Watu wengine wangerekodi video kama wewe Armando, ungekuja na uchambuzi wako wala hujui chochote kilichotokea. Umeelewa vizuri? Ungeweza kusema Diamond perform Nairobi, watu wanaanza kuondoka uwanjani. Usingetaka kutafuta chochote. Wewe umeona clip tu. Na ndio uchambuzi wako unaofanyaga huo. Umeelewa vizuri? Mara nyingi unafanya hivyo na unajua na ugomvi na wewe. Kwa hiyo katika situation mara nyingi hata kama unataka kufanya uchambuzi, kwanza jua source. Hata linapotokea mimi na podcast yangu inakuja soon, nitadili na watu kama nyie. Unaelewa vizuri? Kwa sababu hamtaki kujua source ya kitu, nyie mnahukumu kupitia clip uliyoiona. Unaelewa vizuri? Kwa sababu una access ya kumfikia. Umemwona pale katika ile kitu kimetokea, lakini nimemwona fulani. Kuna wengine waliandika kwa Diamond, manager wa Diamond, kwa sababu alikuwa anapigana na Willy Paul ili kumpandisha Diamond. Mimi si lazimishi kumpandisha Diamond. Unaelewa vizuri? Lakini nilikuwa napigana pale na yule Willy Paul kwa sababu amezuia ngazi. Ilikuwa muda wa Zuchu kufika kuperform. Kwa hiyo bwana wangu hapa Kim alikuwa ni ile bwana waachi, lakini mimi nilikuwa nishajua Wakenya wanachokifanya ni nini. Wakenya time yao ilikuwa ni 10 minutes kwa ni wana open tu kwa ajili ya wasanii wetu. Umeelewa vizuri? Lakini wakiwa wakipanda kwenye stage hawataki kutoka. Wanataka waperform dakika 45 ili watucheleweshee huku muda sisi tusiweze kuperform. Ndicho kilichokuwa hapo. Lakini mimi muda wa msanii Zuchu ulipofika na time yake ilipofika, mimi nikamwambia atapanda. Ulipole na nikamwambia bwana wewe dili na huko, nikamwambia Zuchu achana na huyu mwenda azimu. Tupite kwa huku tuende tukapande kwa huku. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi at the end of the day nikisimamia misingi yangu naenda nayo kama ilivyo. Na Zuchu alipopanda nikapanda pale juu ya stage, kwa hakuna mtu yoyote atayopanda. Awe msanii wa Kenya wa nchi gani wala wapi. Kama vovote tutaweza turushana naye. Chochote kitachotokea kitafanyika mpaka Zuchu amalize kuperform. Zuchu kamaliza kuperform, tumeshuka ondoka zetu. Lakini kwa sababu tulielewa time ya Diamond ilipofika, siwezi kumlazimisha Diamond kupanda, kwa sababu the main show, the main artist wa ile event alikuwa ni Diamond. Kwa hiyo wewe kama huwezi ku maintain time yako, mimi siwezi ku maintain time yangu, na mimi pia naondoka zangu. Ndicho kilichotokea. Kwa hiyo kilipotokea ni most kuangalia ile reaction iliyotokea wale jamaa walivyorudi pale. Nikamwambia ngoja turudi, tutaangalia na nini. Lakini kwa nini nilikuwa naongea nao sasa ustaarabu kule? Ili sisi tuondoke salama pale Kenya. Lakini ikafika sehemu tulipofika airport walikuwa washaomba kibali sisi tuzuiliwe airport tusiondoke, watu kamati. Tuko angani, tunapigiwa simu, naambiwa captain anasema ndege irudi. Nikamwambia captain, ukirudisha ndege hairudi. Kwanza haitui. Sio, umeelewa vizuri? Kwa sababu tukifika pale wangetaka kutuzalilisha, wangetaka kufanya vitu vingi, wangetaka kufanya. Lakini captain akasema bwana ndege inaenda kwenye service na nini, hatuwezi kurudi, kwa hiyo turudi zetu Tanzania. Na wale watu wakatoka, baadaye tukaja tukaona nao, nikaongea nao, nikamwambia anyway nyie siku nyingine mkiwa na show njoo tu negotiate tutafanya vipi, na wamekuwa washikaji zangu.